Kwa majina mimi ndio naitwa Mike Makarena. Pole, sikuwa nasikia mzuri na jana na leo, lakini nimeona hata ukiwa mgonjwa ufai ukubali watu wenu wafinyiliwe, kwa sababu watu wengi ni wale uogopa utuziwa, waambiwa nini. Lakini mimi hali naona si tunaelekea pahali tutaachwa na wale Wakenya wengine, na tutaachwa na wale Wakenya wengine kwa sababu ya mistake yetu sisi wenyewe. Jana former deputy president aliongea mambo mingi sana. Ile imefanya leo nikuje niambie Wakenya ni ile kwanza, alisema yule inspector IG wa polisi ni mtoto wa kutoka hapa nyumbani. Nataka kuambia deputy president, former deputy president, ile lugha ulitumia si mzuri. Sisi wakati tulikuwa opposition tulipigwa mpaka risasi. Mimi wewe ndio wa kwanza kupigia simu nikakuuliza mimi mlemavu, askari wananiuliza nini? Uliniambia tutakaa kwa nyumba. Hata wewe kaa kwa nyumba saa hii. Serikali iko na wengine ile utamu. Kumbe hata sisi watu wa opposition kula kanyama Star Hotel kama vile nilikuwa nateseka. Kaa nyumbani ndio ujue kupigania serikali iko ngumu. Uwezi kuwa wewe mtu yule amepewa na serikali au IG wa polisi si wa Nyeri, si wa Kirogoya, si wa Meru, si wa Mombasa. IG wa polisi ni IG wa Kenya mzima. Na nataka kuambia deputy president ulindanganya, former deputy president ulindanganya Gachagua. Ulindanganya na kitu moja. Wewe huwezi tafutia IG kazi kwa sababu yeye alikuwa hapa akiwa ni GSU. Yeye alikuwa commandant wa GSU. Na wakati alienda training na wao ulikuwa ndio ulikuwa unaiba mahindi ya msanda. Watu wengi hawajawahi ambiwa ukweli. Kama unaendelea kutusiana tutakwambia peupe. Na naomba marafiki wa deputy president wamwambie hivi, awakumbuse wakati yeye alikuwa ndio alitoka kwa kiti ya ndio juu ya nini? Barua iko online, iko kila mahali. Alifutwa kwa sababu ya kuuza msanda. Tunaomba ujipee heshima, upumzike, kwa sababu marafiki wako akina Ndindi Nyoro, akina Wamushomba tuliwaambia wakuambia uresign. Saa hii unaongea ukiwa msituni. Hata kusimama kitu huwezi mama. Saa hii wewe ni ngunia ya mahindi yenye imeosha imewekwa kando huko. Ile kitu nataka ukuomba ni ulituambia kikatiba, hakuna mtu Kenya hii ajui kikatiba. Yule deputy president yako ako kwa hiyo ofisi kwa Kithure Kindiki ni deputy president kisheria na kikatiba. Na kama wewe ulikuwa deputy president elect, nataka uniambie mlikuwa mnashindana na nani kwa kiti ya deputy president? Nataka utuambie Wakenya nani alikuapisha. Ile unadanganya watu wandoa hapa Mathera, usindanganya Wakenya bwana. Kiti ya deputy president, hata wewe sasa ukisimama president, ni wewe utachagua rafiki yako ni nani. Kiti ya deputy president hakuna pali popote mtu anachaguliwa. Ndio yule aliapishwa, wewe uliambiwa wewe ni nani? Ulipewa? Alafu unafikiria ni nani anaweza fanya kazi na wewe, mtu hawezi ambiwa, hawezi sikiza. Afande boss, uliambia ni mbaya. Wakileta mambo ya sasa sijui what, yote ni mbaya. Ulikuwa unataka tu president afanye kazi na wewe aje. Ni kazi gani president angefanya na wewe na project zake zote? Wewe unasema ni corruption. Wewe ni deputy wa mtu, akikwambia hii unasema hiyo niliambia president ni mbaya. Wacha niambie watu wetu wa mlima. Mtu yoyote wa mlima ako na akili timamu na mtu ako na biashara. For now, for 80 years tutakuwa tunaongozwa na huyo Ruto, mnacheza na yeye. Nilikubali, mimi ndio naizi kupingana na Ruto. Wakati mlikubali Ruto akaingia State House, aliingia kama tuko na sheria, kama tuko na kizu, kama tuko na serikali, mkangangana mlimuweka pale. Kwa hivyo inueni mkono. Inueni mkono, Ruto ndio kila kitu. Na nataka kuambia former deputy president, heshima yako ingekuwa hivi. Ungeenda unyamaze, ile tubeza yote umeiba kidogo uko naye kwa nyumba, ungeenda ufanye kazi. Kwani Raila si mwanaume, yeye ameishi kupigwa na tiangas? Umewahi sikia Raila akilia akitaya PS na ni mtu wa kutoka kwao Kisumu? Umewahi sikia Raila akiongea mfanyikazi yoyote yule yako kwa serikali akilia akisema afutwe? Ni bure kabisa bwana. Kuguzwa na kakiti tu hivi. Kuja kuona mgongo yote ni vidonda, nimepigwa na viboko na maaskari. Kesi ni 72 na siliangi.
kwa sababu ukiamua kuingia opposition, ngojea makofi bwana ya serikali, utakuwa hata unatoka unarudishwa tena na tia ngazi. Oma mwaka hii mavidonda tunaponeza ni ya kupigania hii Kenya. Wewe ulisema Ruto ni mzuri, Wameru wakamchagua, Wakikuyu wakamchagua, kila mtu akamchagua. Kwa hivyo ngojea afanye kazi, ngojea afanye kazi. Na kama ulishindwa hiyo kazi yenu, ulishindwa kukaa na yeye, wachana na Kindiki. Kindiki naye hata waiongea kwa sauti. Kindiki hajasaliwa mtu wa kutuzi mtu. Kindiki hajasaliwa hata wa kukunjibu mbaya. Kindiki amesaliwa mpole. Mulikuwa na Kibaki anakaa kama huyo Kindiki. Muliongea Kibaki ametutengenezea barabara zote zile ziko hii Kenya. Na aliongea na alikuwa anajua kuna Mount Kenya. Uhuru amekuwa hapa ametengeneza kazi zote za Kenya. Hajawahi sema tunashikaniza mlima. Alifanya kazi na akijua kuna mlima, mpaka watu wakalalamika. Wasema maendeleo yote ile inafanyika Kenya ni hapa mlima. Ndio inafanyika hapa mlima. Lakini wewe kwa sababu mnasema wewe ni truth vumani siwi nani. Jana uliongea vizuri sana. Ukasema kitu ya kwanza, hiyo truth vumani na hii mdomo yako hauna, kwani hata mndoro kazi upigangi huyu mdomo asike andapo. Jana uliongea vitu hata ilikaziriza hata mtoto. Ulisema truth vumani, ulikazirika na Ruto kwa sababu aliinua kijana mmoja wa Murang'a. Akaenda Nyeri akasimamisha kijana mwingine. Kwa hivyo wewe umekosania na Ruto kufanya kazi yake kama president. Kitu nakuomba bwana former deputy president, ndugu yetu, hatutakuacha tu, wewe ni wetu. Na kuomba kura ukiwa nyuma ya mwanaume, hiyo sio kuomba kura. 2027 my friend. Simama kiti. Simama kiti baba. Simama kiti, wachana na kukaa ukiongea kwa bibi. Simama kiti. Hizo kura zote za Mount Kenya zenye umesema umekusanya, umewaweka pamoja kupea vijana nafasi ya kujitoa kwa serikali, na hamjawahi kuwa nje ya serikali. Kusanya sote uwekeo kwa ndeve yako. Kwa sababu ya nini? Hii Kenya wale watu matajiri, watu wa kutoka hapa mlima. Sasa ukienda Isili hakuna hata mmoja na ulikuwa kwa hiyo serikali. Ukikuja huko hakuna. Juu yako ni mdomo. Hapa kuna mama mzee hapa alikuwa wife ya Magogo, alikuwa former CS samani. Mama ananyesewa, mashamba yake imeenda na Wahindi, imewekwa fence. Wewe unaongea kwa TV tu. Juzi Kindiki kuingia hivi, hiyo mashamba yote mama atarudishiwa. Mama alikuwa ananyesewa, Kindiki amemjengea. Tunataka action. Na habutapata matendo. Sisi tunataka mtu wa matendo, na ni Kindiki, hakuna mwingine. Mtu yeyote wa Kenya, si Mount Kenya peke yake. Na Mount Kenya aswa, yule ako na shinda. Kindiki hataki mdomo kwa ma TV. Endeni pole pole, mumwambie tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii, tunataka hii. Awafanyie. Juu mmezoea mtu wa mdomo. Alipiga mdomo mpaka mkakosana na Uhuru. Sasa hii tuko wapi? Alifanya pepe. Saa hii yeye mwenyewe analia, anasema Kanja atolewe kwa serikali, yeye ndiye alimuweka. Sijawahi ona mwingine anaombea commandant kazi. Mtu alikuwa commandant wa GSU. Wewe ulikuwa ndiyo. Ai bwana, na wewe achagua ndanganya wale wanakunywa mridhiki. Inaitwa mokacha bwana. Na pombe utamaliza. Kwanza ulikuwa unasema unamaliza pombe Meru. Nilikuwa nasikia hukumu. Umaliza pombe nini wewe? Wewe. Kuna kikombe umeona Mburiwa ikienda hivi ama inaendanga huku. Sasa unaambia Ruto amalize nini? Wale watu wanakunywa pombe ni under 18. Mtu ndiye atajipanga na pombe. Hakuna kijana hapa. Hakuna mtoto wa shule hata mmoja anakunywa pombe. Sasa hiyo sio siasa, hiyo huwezi leta kama siasa. Wewe kama umeokoka, elezea mapasta mambo ya pombe. Kuna wale wanafanya biashara yake, kuna Mburiwa, kuna Keroche hapa. Keroche ilikuwa ya mtoto wenu. Kibaki alikuwa huko, ilikuwa inakunywa. Uhuru alikuwa hapa, ilikuwa inaendelea. Sasa hii unataka umeianguza. Naomba Kindiki biashara za watu. Urudishe biashara za watu wote. Na hata wale unaambiwa ndio anasimamia mlima, hakuna mtu anasimamia mlima. Rudisha biashara zote. Mkulima wa kahawa apate haki yake Kindiki, usaidie president, watu wa mlima wapate haki yao, juu walikuwa wamezuiliwa. Huyu ndio mbroka hata wa meli, hatutaki kuongea vitu mingi. Niko unaenda kumbroka huko unafikiria Ruto ni nani? Si uliruka kumbroka kahawa, ukakatua wakati inaingia. Wewe tusiongee, ataongea siku moja. Kindiki nakuomba hivi. Kama ni masiwa, ng'ang'ana watu wetu wapate.
pesa yao ya maziwa. Kama ni mayani, ng'ang'ana wa Kenya wote. Wewe Kindiki ni mtoto umelelewa vizuri na umesoma. Wewe ni profesa. Wachana na chairman wetu wa my literate tuacho na yeye huku kupiga mdomo. Mkulima wa kahawa apate haki yake, mkulima wa majani apate haki yake, kila mtu apate pesa kwa mfuko yake, aweze kurudisha watoto shule. Wale Wakikuyu wanasema na Wameru wanapigania Gachagua, na nyinyi piganieni Gachagua. Hata sisi tulipigania Raila, na hakuna mtu yoyote amewahi kuwa na ground kubwa duniani kama Raila Amolo Odinga. Na ndio hiyo tumechoka, tumeenda AUC kuomba kiti huko. Kwa nini? Ground ichaguangi mtu. Kundanganya community iweze saidia wa Kenya. Na niombe Wakikuyu na Wameru, wakati wenu mko na daraja moja yenye imebaki ni Kithure Kindiki. Mkivunja hiyo, takuwa mnaona serikali zikipita na meno itakuwa inakuwa mchanga. Asanteni. Una swali? Raila ataingia AU. Raila yule amini Raila ataingia AU isipokuwa Gachagua peke yake. Lakini wale wengine tunajua Raila ameshaingia AU. Kwani wakati nimeishi nikiwapigania nikiwa kwa Raila nilikuwa nalipwa na nani? Nimepigania miraa, nimepigania askari wakaongezewa mzara, nimepigania walemavu saa hii wanapata, hata kama tunapata 2%. Mimi ndio nimeipigania. Ile kitu staki kwanza yule anasema nimelipwa. Haleluya. Hata mlemavu akilipwa akule nyama. Wewe ulikuwa kwa hiyo serikali Gachagua. Hii makosa unaitoa sasa. Mbona huku unaongea? Acha kusumbua watu bwana. Na hii wale naambia ni watu wa mlima. Mimi nawaomba kwanza, before mtake decision ya kupigana na serikali, kupiga nduru, pandeni Mambazi muende Kisumu. Mahali tumeishi kwa opposition. Mahali wameishi kwa opposition ndio mtajua maana ya serikali. But ile kitu najua, wale wameishi kupiga kura zao na yule wamechaguliwa ameishi akichaguliwa. Tunaweza pinga, mnaweza kosa kupinga, lakini ile mimi natoa ni maoni yangu na kuna wengine nao watatoa maoni yao. Lakini mjue mali mingi na mali biashara zile zilikuwa mingi hapa zinasaidia watu. Zilikuwa zetu. Wale mlichagua kama Gachagua walienda kupiga mdomo, kupingana na serikali, kuonyeshana vile wako na ubabe. Mtu amechaguliwa rais. Wewe ni deputy, umepingana na yeye, utaami wale watu wako Gikomba utawasaidia na nini? Yaani alienda kufanya kazi ile mimi nafaa nifanye, kupiga nduru. Yule alikuwa anafaa afanye vitendo, lakini nataka kumwambia serikali itaendelea na Kindiki, serikali itaendelea na Ruto mpaka tushike adabu wale hawaamini, lakini nimejua kitu moja. Na hiyo naiombea. Kwa hii mlima wafanyabiashara wameanza kuchanuka. Saa hii hata rafiki mmoja wangu wako hapa nataka kumwajua. Saa hii 60% iko kwa serikali. Ni kunyamaza wanawanyamazia tu kucheka. Asante. Unaona kama kuna Kenya na ana hii nchi ni kama yeye anaongoza. Unaona kana kuna vile atasaidia. Hata Ruto alisaidia kwao wakiwa wanapigana na Uhuru. Kuna kitu watu hawajawahi jua. Kindiki anaambiwa kazi yake ni kuambiwa. Hata Gachagua kazi yake ilikuwa ni kuambiwa. Hata Ruto kazi yake ilikuwa ni kuambiwa. Mtu kama ni rais, ukiwa deputy wake, hauna pahali unaenda kumwambilia kitu kingine gani? Unless upige mdomo kama Gachagua utoke hauna kitu na hakuna kitu utasaidia watu wenu. Na kitu nataka kumuomba Kindiki. Ile mdomo yote unasikia ukiambiwa wewe ni mtu wa kuambiwa. Ambiwa usaidie kama huyo vile umesaidia huyu mama, ambiwa usikize. President akiongea aenda chini kabisa, pigia hata makoti. Usaidie watu wa majani wanalia, ambiwa kabisa nyenyekea. Usaidie watu wa maziwa, ambiwa unyenyekee. Usaidie mkulima wa miraa. Wale makatari umeanza kutoa pale airport. Tutolea hao makatari wanaweka tu vindevu ya rendi hapa. Unyenyekee hivyo hivyo. Na namuomba Kanja, munyenyekee. Kwa Ruto ndiye alipewa kisu. Hakuna siku Gachagua aliapishwa, ambiwa yeye atakuwa anauliza Ruto swali. Hata kisheria, yeye alipik Gachagua. Ametoa Gachagua, amepik Kindiki. 2027, apik Kindiki. 2032, hii sinema mtaiona mpaka watu watashangaa. Mimi najua
Chini ya deputy president ana sauti kwa president. Chini ya deputy governor ana sauti kwa governor. Si hii ya Kindiki tu mnaambiwa anatishiwa hawezi ongea. Kwani Gachagua aliongea akawasaidia na nini? Aliongea hiyo miaka 2. Juu alikuwa anaongea wakiwa pamoja. Ni nini aliwasaidia naye? Tuanze hapo. Kama hakuna kitu alisaidia, kwa hivyo mdomo haina kazi. Naomba Kindiki, wewe umelelewa kunyenyekea, nyenyekea kwa huyu mtu. Huyu mtu alinyenyekea kwa uhuru, sasa hivi unamuona vile yako. Ukitaka kuwa kiongozi, nyenyekea kwa mkubwa yako, yule alipewa kisu na akaapizwa. Na wale wanadanganywa ati kuna kitu tutafanya Ruto for now, wasahau. Nimeona mimi, saa hii nimeona affordable house inaendelea, lakini hapa kwetu hakuna. Wanasema iendelei. Ningewaomba na hii kamera, kama tungekuwa na gari 2 tufuatane, niwaambie moja ndio hii. Ile kitu iko ni watu wetu wanawekwa kachumba. Asira ndio mzingie kwa serikali. 3 years mtakaa chini ya miti. Kaeni kwa serikali ndio ile maendeleo mnataka. Tuitize. Simbi nilikuwa naitizia askari pesa. Nilikuwa nasema walemavu wanateseka. Askari waliongezewa. Yule anasema hapana aseme. Walemavu waliongezewa. Serikali ni kuitizwa, si kuipinga. Utapinga mama yako na baba yako aje na uko ndani. Sisi ndio tulikuwa tunaipinga. Na ndio niliambia Raila. Watu wanasema Raila ni msaliti. Nani alimpigia kura awe president? Ndio awasaliti. Sasa sisi zote tumeungana tusupport ile serikali iko. Kwanza vile mimi Kindiki amepata nafasi, mimi hata siongei. Na hiyo kuna wenye wanasikia. Saa hii mlikuwa mnaringa zaidi mlemavu town. Ile kitu tunaomba asiumizwe na yeye asipange vita. Gachagua asipange vita. Ukipanga serikali inakuonea 18. Usipange vijana waende wapigane alafu urudi huku ukilia. Usipange na wewe usipangiwe. Hiyo naweza simama na hiyo, kwa sababu baada ya hii yote Gachagua shinda ile tuko naye ni political. Hii mambo ingine ni ndugu. Mama mboga hajaumia kwa sababu atoki atuambie anaumia, na nawaona wakiuza mboga. Ile inaumiza mama mboga ni hii mambo ya kutoka kwa NHIF kwenda kwa saa. Hiyo tuliomba serikali waharakize, na hata mimi nimechange online. Wajue njia ile yule mama atafikiwa na unduma kama hii ya ardhi. Na hiyo hata sisi watu wale wanaelewa, kama mimi nimekuwa hospitali jana na juzi. Watu waende waelezee shinda kwa yule mwananchi wa kawaida. Hii serikali ipange vile mwananchi wa kawaida atafikiwa na ujumbe wa serikali. Wasiwe tu wanafikiwa na propaganda ya wale wanataka kuharibu serikali. Jana ametembelea alikuwa akielezea wakazi President William Ruto kwamba Ruto ndiye ambaye anampendelea. Kando na hilo, kuna kitu ya kwamba yeye allegations ya kwamba working for the government akisemekana kwamba yeye ndiye kiongozi. Sasa Kalonzo atakosoa nini? Unajua kitu ya kwanza, Kalonzo hawezi jua ile president waliongea na former president, kwa sababu hajawahi kuwa president. Kwanza hiyo ya kwanza Kalonzo ajue. Number 2, Kalonzo hawezi kuwa leader wa opposition. Ana hiyo capacity na ana uwezo. Jana niliona ameenda supermarket, hata mimi mwenyewe. Kama wewe ni kiongozi na umeamua kuonyeshana umetoka supermarket, unaita hawa wote unawanulia kila mtu kwa shopping. Sasa ile ng'ombe gani ile inanunua maji 3? Ndio unaonyeshana kwa hata nyinyi mko hapa, na hata kama wanasema mimi nimelipo, sijalipo na mtu, lakini umwezi enda njaa. Kalonzo kutakuwa opposition mtu hata kwa Harambee anatoa 20 Makarena. Mlemavu hata tukiwa wakati ile. Hata ulize mtu yoyote. Kalonzo anatoanga 20, mimi ni mlemavu natoa 50. Nimeuza tumera yangu. Magari ya takataka inaleta natoa. Kalonzo ni ngumu kutoa. Huwezi kuwa kwa cheo yoyote Kenya kama huwezi nunulia hata mtoto ndawa. Tunafaa tukielezea serikali
Mtu wa opposition anakuja anasema nimetoka Katondo, kama Katondo mahali alikuwa kuna kitu alifanya. Sasa kama mimi naenda Kirinyaga kesho, naenda kupea mtu mwenye ni mlemavu kama mimi, ameishi kwa nyumba for 35 years na amekubali kunipigia, mwenyewe aliomba namba, tutoke na yeye nimuonyeshe maisha ya mlemavu nyoka na nitatoa pesa yangu, na kama kuna mtu mmoja awe Ruto awe Kindiki ananipea pesa, mimi asinipe. But ukweli sisi Kindiki akiwa pale mlima tuko sawa, kwa sababu hii kitu ingeenda na kina Musalia, ingeenda na kina Wanga ndio walikuwa wanapigania, ndio mlima mngefurahi. Ana kuna mtoto wa mlima wa Mugongo na Tumbo, si tumeishi kuwa support Mount Kenya West from 1963. Kenyatta tukasimama na yeye kufa kuvona. Kibaki akakuja kula Tharaka Nithi, ndio zilikuwa zinangojewa. Sikiingia tunasema mandugu yetu wamechukua. Uhuru akakuja tukasimama na yeye, kura zetu zikifika tunafurahia. Wakati yeye kagetu kamepewa kakinjiko tu ya kuweka kwa mapua, unaamuka wengine karibu hata wangoe meno. Tuonyesheni love. Huyu rafiki yangu bwana, na mtakula. Wacha niambie hao watu wa mlima, mumeishi na watu wa wivu. Mlima mumeishi na watu, kwanza makazenzi wetu, mumeishi na watu hapa wa wivu, mnawaita watu wenu. Wacha mpewe, sisi itatoka, mtakuwa mnakula mpaka msagae. Haki ya Mungu mtaona, si mchele. Hakuna pesa kama imetoka, tunaambia Kindiki mandugu sister anawaganya. Na niwaambie hata wale Kindiki anasikiza hawezi nisikiza kama vile anaweza sikiza Mount Kenya West. Anaona ni mandugu yake, hawamuelewi. Mbona amuelewi huyu mtu? Mtu hawezi saliwa tu wote, kila mtu ni wa kuropoka. Na huyu ni profesa, hawezi ropoka kama mimi na Gachagua. Acha niache. Lakini mtu nataka kuomba. Kuna mtu anaitwa Kabogo. Kabogo, wewe ni kiongozi. Tunakuomba toa mwelekeo, watu wajue kutoka kwa serikali si mchezo. Kuna mtu anaitwa Wamusomba. Mheshimiwa Wamusomba, mkiwa na Ndindi Nyoro hakuna kitu hatujafanya na nakujua. Wacheni kuelekeza watu kwa Gachagua. Gachagua ategemea maisha yake iko kotini. Alingoya mpaka maisha ikafika kikomo. Atawasaidia na nini? Hata akikuja pepe hao wote awapeleke kwa Kalonzo. Kalonzo kwanza aweke maji. Nyinyi mko na maji, mko na taitu. Ana hizo sasa tuharibu maneno. Yaani mbebe mali yenu mpelekee mtu ajui kutumia. Ukifungulia tabu Kalonzo anasema kuna ni maji. Ni maji. Achana na wivu mbaya iharibu mali yetu. Kalonzo si mtu anaweza ongoza wa Kenya. Ana hiyo capacity. Ameongoza Wakamba, hakuna mahali anaendanga. Jeremia Kioni ni rafiki yangu. Walisimama na huyu jamaa yetu kutoka Western. Hata kura moja hakupata. Kwa hivyo najua hii ni mchezo. Lakini kitu naomba na nanyenyekea, sikizeni huyu kijana wenu. Huyu Kindiki kaeni na yeye chini. Hata nyinyi jaribini mbukiwa mkae na yeye. Umsikize ni nini ako naye. Ofa yenu mmepata kwa Gachagua. Huyu naye Mungu amemsaidia amepata kiti. Enda ukae na yeye chini umsikize. Unaenda upate tunaishi kuvaa nguo za mtumba, atupee nguo za kisasa. Simungoje, sinamjua roho. Mimi najua roho ya Gachagua, mimi najua roho ya Kindiki, mimi najua roho ya Kanja, na mimi najua ya Foma. Yule mlitoa Kinoti, angekuwa hii mashinda yote unaona tuko naye mungekuwa naye, lakini kwa sababu nyinyi mko na uwezo ya kusunguka na kujua hali zetu si zote. Tafuteni Kindiki, mtajua roho yake na mtatafautiza roho ya Kindiki na roho ya Gachagua. Lakini ile namalizia nikisema president ndio anaamua mdogo wake atafanya nini. Hata saa hii Gachagua angeambiwa akae. Na nataka kuuliza watu wa mlima, hata nyinyi mnadanganywa. Gachagua alikuwa ameomba msamaha kwa Ruto. Alikuwa anaomba tena aende akaongee. Si alisema asamehewe kwa kanisa. Alikuwa amesema asamehewe kwa kanisa. Aliinua mkono akasema president nisamehe, naye Ruto hawezi kukusamea. Juu aliyu unataka kupindua serikali yake. Kaa huko. Sasa hivi mimi ndio nakula nyama, wale wanasema ni nyama, anza nakula na omena. Kujeni muingie kwa mtoto wenu tufanye kazi. Na kazi ile tutafanya ni ya kusaidia mwananchi. Huyo mama mboga, ndugu yangu anasemea, huyo mama mboga hata inuliwa kwa siasa, atanoinuliwa kwa kazi na kwa mipango ya serikali, na tuipee heshima. Sasa tunapigia Ruto nduru hapa, akienda Mombasa anaimbiwa. Tunapigia nduru hapa, anaenda Kisumu anaimbiwa, anaanza miradi.
na sisi tuko hapa tunang'ang'ana, ni Gachagua, ni Kindiki. Sasa Gachagua alitoka, yule yako ni Kindiki. Tufocus hapo kwa Kindiki. Asanteni. Niambie nyingine. Hata utaongea hivyo. Kindiki hata kachaguliwa kwa nini na najua kazi yake. Wajua yule anasemanga mtoto hata kuwa ni yule unaombea mtoto wako afariki. Mimi najua Kindiki atanyenyekea na nyinyi kwanza wewe ndio utakuwa unanisaidia kusema Kindiki anafaa akae hapo. Ana say wapi? Unajua mostly Mount Kenya ni wapi? Kuna Mount Kenya West. Kwa mimi ni mtu wa kutoka kwao. Swali. Una uwezekano 2032 Kindiki will be running for president. Watu wa Mount Kenya West, Meru, Embu, Tharaka na part of Kikuyu ambao wanamuunga mkono. Una uwezekano kwamba watamuunga mkono kama ataweza. Mimi ile kitu najua na wale watu wengi wanajua Kindiki ndiye ako na power hata kuliko huyo Gachagua wanaimbia. Kindiki yeye alikuwa senator. Gachagua alitoka MP akaangukia. Hii ni kiti ya kuangukia. Kutoka MP ukaangukia hata kama naombe kwanza hapo kwao. Tuone kama atachaguliwa. Aombe hata senator. Senator. Hapa. Tuone kama atachaguliwa. Ndugu yangu atawaambia kama Gachagua ameomba senator ama governor. Aone kaunti yao kama inampenda. Watu wengi wanawandanganya Kindiki ana watu. Intelligent iwezi peana mtu ya Kenya, ipeane mtu ana power. Yule jamaa kitu ajui ni mdomo mapopo ajui, lakini silent. Ile mambo atatufanyia. Na tena kuna kitu nataka kuambia Wakenya. Kindiki hafai ambiwa atapewa running mate. Ako na 3 years ya kuprove Wakenya kama yeye anaweza kuwa running mate. Na kitu ile ataprove naye kawa, mayani na mkulima wa kawaida. Hii mambo ya ardhi inasumbua president. Kama si Gachagua alimtatisha, ingekuwa imeisha na itokee kwa wananchi kama ina shinda. Wacha Gachagua kaa kando, kazi ifanyike, piga mdomo. Tumeishi tukipiga hiyo opposition, tuone mambo itakuwa aje. Hapana, chama ya Kindiki ndio yetu sisi. Kwanza mimi watu wetu sote tunasema chama ni Kindiki. Hakuna chama ni Kindiki. Hai. Kindiki hata akisema sufuria, akiamuka sufuria. Mimi kiti inasimama ya wheelchair. Kitu hakuna ground inawakataa. Hakuna mtu amekataliwa kwa ground. Ni watu hawaendi kuambia wananchi ni nini mlikuwa mnafukuzia. Sasa hata fukuzwa aje kama uambii watu ni nini ulikuwa. Gachagua anawaambia mimi nilifukuzwa, sikufanya kitu chochote. Sikufanya, hakuna makosa yangu niko naye. Hawaendi waambie wananchi hata wao huyu mtu kila mradi yote ya serikali alikataa. Waambiane ukweli, waende waambie mwananchi ukweli. Mwananchi kitu anataka ni ukweli na pesa ifike kwake. Unaona? Saa hii kitu ile imebaki kwa serikali. Ni wajaribu kazi yao ni kuletea mwananchi maendeleo karibu na yeye. Na nyinyi watu wa mlima, munyamaze. Juu hata msiponyamaza Kenya, wale wa Kenya wengine wamesajipanga. Na nyinyi najua watu wa Mindia mnajua. Wale wa Kenya wengine wamesajipanga. Kwa hivyo kazi yetu ni kufuata wale wa Kenya wengine. Na njia ya kufuata wale wa Kenya wengine. Si Gachagua huyu mnaimba hapa. Gachagua alikuwa MP. Akapewa hiyo kiti na Ruto, kama angempea mngeimbia nani Gachagua? Inakataliwa kwa mdomo. Naona inakataliwa na mnalipa ushuru. Ukataliwa ni kulipa ushuru. Sasa hii serikali na ile tulikuwa naye Raila ni wagani walikuwa wanakataliwa? 2022 ndio mlikuwa mnasema tumechukua. Tulikuwa mpaka na Uhuru, kila mahali tukipita mnachukua. Wakenya na wajua mimi. Mtu hajawahi kuwa opposition. Ndio anafikiri kuna mahali serikali inakataliwa, hakuna. Watu 10 wanasimama pale wanaweka mambo kwa mitandao. Ukienda uwaite wale wenye kupiga kura, utoke town, unapata watu kitu wanataka ni maendeleo. Na for now kitu tunamuomba president na deputy president, mkulima wa Mount Kenya hataki hii siasa hii ya kuongewa, anataka kuona ni nini. Hiyo ilifanya tutoe huyu mtu ni nini mnaleta kwa meza. Wawekeni kwa meza, wachana na hii propaganda nyingine. Utapewa kura mpaka msangae. Hawezi kosa kufanya sawa, walikuwa wanamtoa ya nini?
Hata mimi niko hapo ndio ya kazi. Mimi na wasupport nawaambia mahali fulani tufanye hii na hii na hii. Kindiki hawezi shindo kufanya. Na najua saa hizi unaona wamefanya kazi. Kitu serikali itaongezea ni watu wa propaganda. Gachagua anasimama anaongea kama anataka kulia. Huyu yule ndio. Akishika bunduki huyo atawamaliza. Akilia mnaita mwingine naye analia. Hakuna maendeleo mpaka tulazimize watu kwa nguvu mpaka ingia mazinani. Na nataka kuambia Ichungwa. Nataka kuambia mtu anaitwa Kuria. Hakuna mtu anawakataa. Pangeni mipango, mukae karibu na mwananchi vizuri. Msindanganywe huku kwa barabara. Nduru. Kwani mtu kwa yako na watu 1000, wewe huwezi tafuta 1000? Ukae na wako na wewe uongeleze. Kwa hivyo kitu ile iko kama Meru, mimi nataka kuashua Tharaka Nithi. Siku ile ya Embu hakuna mtu ajui ni nini ilikuwa imepangwa na ni nini ilikuwa. Serikali wewe shindo na mwananchi. Unless kama serikali itaki kusaidia mwananchi wa hapa mlima. Serikali ikiamua ni kusaidia mwananchi wa hapa. Miradi papa tumalize hiyo story. Kama mwanahabari na watu sana. Na watu wanasema Ruto amekuwa akidanganya. Ametenga pesa. Hiyo pesa hakuna maana. Ruto alikuwa anatenga na inaenda na Gachagua. Kwani mnataka kuambia ukweli sasa? Si mngoje 2026 awaambie. Ruto alikuwa anatenga, Gachagua naye anatatisha, anaenda naye. Ngoja matendo yake sasa anatenga. Kindiki ni mtoto mpole, unafikizia mwananchi. Anatenga Ichungwa. President akitenga mnatuita hata hawa wenye kupinga. Unaita kama yule rafiki yenu wenye kupinga. Anawekewa tu mafuta akiwa huko. Gachagua sasa anawekea mara moja kwa mwaka. Anakuja, anaona maendeleo. Mpaka tuwalete pamoja. Hata wale wanapinga waitwe mikutano. Waelezewe ni nini inafanyika kwa serikali. Si kutoa serikali isitoe mambo vile Rigathi alikuwa anatoa popo. Wacha mambo hiyo kwa mipangilio. Vile huo unapanga familia yako. Wacha hata serikali sasa tuwe. Ruto akisema kitu inapangwa, kila mtu anajua. Inafanyika kesho na itakuwa hivi na hivi na vile. Lakini hii ya kutokea kama hawajaambiwa ndio inaletanga shinda. Na nataka kuambia mlima tuko pamoja. Kwa kahawa, kwa majani, kwa miraa na kwa maziwa. Watoto wetu ndio wasome. Sasa hata mkipinga serikali, hakuna mahali Gachagua atawasaidia. Ako na bilioni zake 5. Sasa hata akilala ita helikopta zitaanguka kwake 10 ikimchukua. Na wewe unapinga huko kwa barabara. Na Gachagua alikuwa anakataa na anapanda ndege akienda wapi? Unakataa na anapanda ndege unaenda huko. Sema alitolewa amepata nafasi ya opposition. Sasa Gachagua anavaa ng'ang'ane awe kwa opposition. Ile mambo anaongea yote ni kama ile una mchichana wakati ameenda kwao ndio unasema hakuwa mzuri na ulikuwa unasukuka na yeye town wa nini? Sasa Gachagua saa hii ni kama yule mtu amekataliwa na mchichana anaweza ongea lolote. Saa hii baba Gachagua bro, ingia kwa opposition na miguu yote mbili na uache kulia. Kwa opposition mtu atajangi huyu mainji, wachana na askari ni watu wandogo. Wewe wale unapigana nao ni Ruto na Kindiki. Pigana na wale njoo, wachana na askari. Akina Kanja ni watu wandogo, wale wamepewa kazi na serikali. Na serikali ile iliyoko ni ya Ruto na Kindiki na ndio imepewa Kanja kazi. Na kazi hawezi pewa kazi na wewe. Na ninaombea Kenya yetu, naombea watu wa mlima mfunguke. Mjue mahali mnalipa ushuru pesa inaenda ni wapi. Kama mnafikiria inaenda kwa Gachagua, mkae huko. Kama mnajua inaenda kwa Ruto, tukae hapo tuletewe maendeleo. Na niambia Kindiki kaa pole. Hao watajikuja na nataka muweke hii kwa sababu nilisema 2023 nilisema Januari kutakuwa na Musalia, kutakuwa na Kindiki, kutakuwa na Uhuru, kutakuwa na Raila, kutakuwa na Ruto na kutakuwa na Weta. Yule mtu nilisema 2023 Januari atakuwa kwa shinda ni Gachagua. Kwa nini? Hata wamama siku hizi hawaongeangi wamama ni chini ya maji. Hiyo mdomo yako. Hata opposition utabaki huko kwa opposition na utabaki huko kwa serikali. Niambia hao mlima utakuwa unawapeleka wapi? Asante. Tusiongee sana, mtu ni mgonjwa. Mimi kitu ningependa kuambia Gachagua kama ndugu yangu. Saa hii njua huko kwa serikali. Nyamaza, unjipange, uongee kitu iko focus. Huwezi kuja kutuambia sijui nini, sijui ulikosana na Ruto juu ya Affordable House.
Si ulikosana na Ruto juu ya ardhi. Si ulikosana na Ruto juu ya kuongea kuinua Ndindi Nyoro pale. Si ulikosana na Ruto juu ya Moses Kuria. Hiyo yote isaidii watu saa hii. Na ile ingine ni kuombe. Hata kwa opposition usiongee unashikaniza mlima. Hakuna mtu unashikaniza. Mtu wa Murang'a anaelewana na Wanyeri. Mtu wa Nyeri anaelewana na Mmeru. Mtu wale wanaelewanwa. Wacha kusema unawashikaniza. Sema naambia watu wetu tutataka tushikane na fulani ndio atuletee hii na hii. Lakini hii yako ya kushikaniza wewe ni na huyu ni mtu gani huyu mnasikiza kweli? Amechanganyikiwa bwana. Yule ako na depression. Sio kama hajawahi kuwa kwa sasa atapiga nduru siku moja mkimwoji. Ndio mtajua atapiga nduru juu kutoka kutoka mwezi wa 4 mwaka tunaenda. Hatakuwa na MP nyuma yake, hatakuwa na senator nyuma yake. Na mniambie mtakuja mkuniambia. Kazi ya opposition ni hivyo. Umepewa nafasi uongee yako yote. Serikali inakusoma. Sasa itaingia hiyo Mount Kenya unasema hata sikiza rais. Hakuna mtu hatakuwa anampigia makofi. Si ungoje. Hata si watu wao ndio tuko ndani ya serikali. Tunanyonya. Kama ni mama. Asante.